بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعدكم حمد الله تبارك وتعالى كم تكي زيادة الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، naendelea darasa yetu katika kitabu Tauhid, na leo tunaangalia katika babu kauli Allah Ta'ala, kauli yake Allah Ta'ala anasema innaka la tahdi man ahbabta, hakika yako yeye alikuwa anamwambia Mtume Muhammad, huwezi kumuongoa ambaye unampenda wewe aongoke tu. Yani mtu huwezi kumuongoa yule ambaye unampenda wewe aongoke ukamuongoa, isipokuwa uongofu katika mikono yake mwenyewe Allah, mikono yake Allah Tabaraka Ta'ala mwenyewe. Akiamua aongoke ataongoka. وفي صحيح نقدك صحيح البخاري عن ابن المسيب كتب ابن المسيب عن أبيه نايم تقول رباك قال أمسيما لما حضرت أبا طالب الوفاة زمان بمحضرية أبو طالب كيفو جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم alimjia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah, alikuwepo kwake yeye Abdullah ibn Umayyah Abu Jahl. Faqala lahu, akasema kumwambia yeye, yani Rasulullah kumwambia Abu Talib ammi yake, akamwambia ya ammi, wewe ammi yangu, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, yani sema hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kalimatan uhajju laka biha inda Allah, nitakwenda kukutetea mimi wewe mbele ya Allah Tabaraka Taala. Faqala wakasema wale wawili, yani akasema huyo Abdullah ibn Abi Umayyah na Abu Jahl, lahu kumwambia Bakari, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wa Abu Talib unaichukia mwenendo wa Abu Talib, unataka kuacha mwendo wa baba yako? wa aba, na akakataa Abu Talib an yaqula la ilaha illa Allah, kusema la ilaha illa Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, nitakutakia msamaha wewe maadamu sijakatazwa kukutakia msamaha. Fa anzalallahu, abu Allah atamsha Allah azza wa jalla akamwambia, ma kana linnabii walladhina amanu, haiwezekani kabisa kwa mtume na wale ambao walioamini, ayastaghfiru lilmushrikina, kuwatakia msamaha washirikina, walau kanu uli qurba, hata kama watakuwa jamaa zao wa karibu, yani watu wao jamaa wa karibu kabisa. Lakini haitakikani kwa wao kisha kumbainikia kwamba hawa ni watu ni washirikina, ni watu wa motoni, wakawatakia msamaha. Wa anzala Allahu fi Abi Talib, na akateremsha Allah kuhusu Abu Talib, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, haika yako wewe huwezi kumuongoa unayemtaka isipokuwa Allah anamuongoa mwenyewe anayetaka kumuongoa au anayetaka aongoke. Kwa hiyo innaka la tahdi man ahbabta, haika yako huwezi kumuongoa unayemtaka. Wewe utafanya juhudi na jitihada kumlingania tu, lakini uongofu katika miliki yake Allah Tabaraka Taala sijui hako wewe. Fihi masail, asema ndani yake kuna masala mengi tumejifunza. Au la tafsiru qawluhu innaka la tahdi man ahbabta, al-aya, haika yako wewe huwezi kumuongoa. Tafsiri itakujusia hiyo aya, innaka la tahdi man ahbabta, haika yako wewe huwezi kumuongoa unayempenda, lakini Allah, lakini Allah yahdi man yasha, anamuongoa anayemtaka mwenyewe kuongoka. Al-aya, hiyo aya hapo kachukua kipande kidogo kwa sababu aya mwisho ndio hiyo kama nilivyosoma. Athania, la pili tujifunza tafsiri qawluhu ma kana linnabii, pia tumepata kuona tafsiri ya kauli yake wa kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, kama nilivyosoma aya. Tumepata kuona aya tafsiri yake hiyo, yani haikuwa kwa mtume wala kwa wale ambao waliamini kuwatakia msamaha wa washirikina hata kama walikuwa jamaa zao karibu, wakishakubainikia kwamba wao ni watu ni washirikina, ni washabu nari, wasabu watu motoni. Kwa hiyo haijuzu kwa wao tena kuwatakia msamaha. الثالثة, la tatu, wa hiya mas'alatun kubra,
nayo ndio masala yalikuwa makubwa zaidi tulijifunza. Nayo ni tafsiru qawlihi qul la ilaha illa Allah, yani kauli yake sema la ilaha illa Allah, bikhilafi ma alayhi man yad'i al-ilma, tofauti na yule ambaye juu yake yeye anadai ilmu kwamba na ilmu. Anamwambia sema la ilaha illa Allah uhajuka pia inda Allah, nitakwenda kuhoji kutolea hoja kutetea mbele ya Allah wakisema hivyo. Arabi'a, jambo la 4, anna Aba Jahl, kwamba hakika Abu Jahl wa man ma'ahu, na pamoja na walikuwa pamoja na Abu Jahl, yaarifuna muradu nabii sallallahu alaihi wasallam, wanajua makusudio muradi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala qala lirajulin qul la ilaha illa Allah. Walikuwa wanajua muradi wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia na kumwambia sema la ilaha illa Allah. Faqabbaha Allahu Aba Jahl min a'lama minhu bi asli al-islam. Basi faqabbaha Allahu Aba Jahl, basi Allah akamfanya mbaya kabisa Abu Jahl, man a'lamu minhu bi asli al-islam, yule ambaye anayejua zaidi kuliko yeye kujua asli ya Uislamu. Al-khamisa, jambo la 5 tulijifunza, jadduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fil islam ammihi, ile jitihada yake alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda kwake sana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutaka kumuingiza katika Uislamu ammi yake Abu Talib. Alijitahidi sana kufanya hivyo, lakini hakuna mafanikio aliyopata. As-sadisa, raddu ala man za'ama al-islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Pia tumepata kuona raddu, yani majibu kwa yule ambaye anadai Uislamu kwa Abdul Muttalib, kwamba alikuwa Muislamu, wa aslafihi, na wale ambao watangulizi wake ya Abu Talib. As-sabi'a, jambo la 7 tulijifunza, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yaghfar lahu. Tunapata kuona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtakia msamaha yeye huyo Abu Talib, lakini hakusamehewa. Bal nuhiya an dhalika, isipokuwa amekatazwa mtume kufanya hivyo. Athanimina, jambo la 8, madharatun ashabi su'i ala al-insani, madhara ya watu waovu juu ya binadamu. Yani watu waovu na madhara makubwa juu ya binadamu, kiasi kwamba Abu Jahl na yule Abdullah ibn Umayya anamwambia yule, sema unataka umtii au yami yako useme la ilaha illa Allah, yakhalifu mila ya Abdul Muttalib, maana kumfanya yeye asikubali kule, na kweli hakukubali. Tasi'a, madharatu ta'dhimi al-islam al-akbar al-aslafi wal-akbar, madhara vile vile kuwatanguliza wale ambao watu waliotangulia na watu wakubwa kuwatukuza, madhara yake. Na kuna watukuza kina Abu Jahl na wengine walikuwa wakubwa, au kama wale kina Umayya, lakini wanampeleka katika upotevu zaidi, yani kutokuokoka, kutoka katika upotevu. Al-ashira, jambo la 10 tulijifunza, shubhatu lil mubtilina fi dhalika, shubha za wale ambao wenye kubatilisha katika hayo, la istidlali Abu Jahl bidhalika, na kutolea dalili Abu Jahl katika hilo. Al-hadiyata ashara, jambo la 11, ashahidu likauni al-amali bil khawatim, yani tumepata ushahidi kujua kwamba amali zinazingatiwa mwisho wake. Li'annahu law qalaha, kwani hakika yake lao angesema ule Abu Talib la ilaha illa Allah, la nafa'atuhu, lingemnufaisha litamko. Athaniyata ashara, la 12, at-ta'ammul, mazingatio, fi kibari hadhihi shubha, ukubwa wa hii shubha, fi qulubi dhalina, katika nyoyo za wale ambao waliopotea. Lianna fi qissati kwani katika hichi kisa, annahum
lam yujadiluhu illa biha, kwani wao hawakujadiliana na yule Abu Talib isipokuwa kwa hiyo kwa hiyo shubha tu. Ma mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwenda kwake sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakarrurihi, na kurudia kwake yeye, fil ajal hazmatiha wa udhuhiha, na kurudia kwake yeye kwa haraka tena na ukubwa wake na kuweka wazi kwake. Indahum iktasaru alaiha, basi wao wamelifuna dogo kabisa jambo hilo la kukumvuta yule katika Uislamu, na kwa mdogogesho wakamfanya yule aogope kukubali la ilaha illa Allah. Haya ni madhara yao hawa na shubha zao walikuja nazo, kwamba wao wanataka kuacha mwenendo wa Abdul Muttalib, wao ukimfuata utaacha mwenendo wake. Hii ni shubha waletea wao. Mwenendo wake ni upi unataka wao afuate? Inshallah taala darasa yetu itaishia hapa. Tutaangalia babu majaa anna sababu kufuri bani adam wa tarkihim dinahum huwa alghuluw fi salihin. Hadha inshallah taala katika darasa itakayofuata. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.